Asante sana Mr. Speaker kwa kunipatia fursa ili niongelee kuhusu insecurity iliyoko katika eneo bunge leo wodi ya Line 7. Mr. Speaker, ni kweli kwamba insecurity imekuwa ni donda ndugu katika hii eneo wodi ya hii Line 7. Kama wabunge wenzangu walivyonena hapo mbeleni, ni kweli naungana na wao kwamba kweli security ama usalama inaanza na mimi na wewe na wenyeji wote wa eneo hili. Hiyo nakubaliana nayo 100%. Lakini Mr. Speaker, itakuwa jambo gumu sana Mr. Speaker kuchangia huu mjadala kwa kuwa wenye ambao wanafaa kuwa katika kipaumbele kuhakikisha kwamba insecurity hakuna ndio wafadhili halisi wa insecurity hapa Mr. Speaker. Mr. Speaker, mbunge aliyotangulia mbele alisema kwamba mwenye MCA alioko ndio chanzo kikubwa ya kuleta insecurity katika eneo hili. Hadi ametengeneza kikundi rasmi ambalo analiita nasikia analiita kama analiita nini Mr. Speaker? Mafia yangu Mr. Speaker. Kwa hivyo tukienda mbele Mr. Speaker, mimi najilaumu mimi na wapiga kura wote, kwa sababu hii ni sisi wenyewe tumejichangia. Tunapata kujua kwamba kweli huyu mwenye kiongozi alioko kumbe hangefaa akuwe kiongozi, kwa sababu kama yeye ndiye anafadhili hiyo, basi hafai hata kidogo. Jambo la pili Mr. Speaker ni kwamba kuna kitu ambayo inaitwa utiaji Mr. Speaker. Hii kitu ukishika mtoto ya mtu ama mshike mtoto wa mtu, wewe unakuwa marked Mr. Speaker. Na wewe sasa utakuwa wewe ndio umebaki peke yako ung'ang'ane na mwenye umeshika. Wale wengine wote wanaona mama ya mtoto, baba ya mtoto, sister na majirani wanaungana Mr. Speaker, na kukuletea shida kwamba wewe umekuwa mtu mtiaji ambayo haifai Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikizidisha hiyo mada Mr. Speaker, ni kwamba hii usalama inafaa ijumuishe kila mmoja wetu. Inafaa kwamba wenye wanahusika katika uletaji usalama hapa Mr. Speaker, inakuwa wawe wasichana, wawe wavulana, wawe vijana, wawe wazee, kila mtu hahusishwe katika ile kitu inaitwa nyumba kumi Mr. Speaker. Ili Mr. Speaker, kuna vitu ambavyo vinachangia Mr. Speaker, kama walivyotangulia kusema kwamba hii kitu inaitwa kuna vitu watu wanauza vitu ambavyo si vya halali, na tunawajua Mr. Speaker. Hao watu wakishakunywa hizi vitu wanakuwa watu tofauti Mr. Speaker, na hivi ni vitu ambavyo zinafaa tuwe tunapigana navyo, kama biashara haramu hizi za madawa za kulevya, kama pombe haramu, kama vitu ndio vinachangia pakubwa kudororesha usalama Mr. Speaker. Jambo la pili nikimalizia Mr. Speaker, ni wabunge wenzangu walisema kwamba ni ukosefu wa kazi, ukosefu wa ajira. Na ukosefu wa ajira Mr. Speaker, unapata kwamba ajira ikitokea watu wanapeana kwa kujuana Mr. Speaker. So inafaa hii kwa kujuana na kwa kikabila haifai Mr. Speaker, maana sisi wote ni wana area. Kwa hivyo inafaa sote tunajumuishwa na sote tunakumbatia hii ukosefu wa usalama katika eneo letu, ili investors kama mwenzangu alivyosema wakuje, mtu auze bidhaa zake kwa njia ya amani, ili wengine wafanye kazi kwa njia ya amani. Ukitembea Mr. Speaker usiku unatembea bila uoga.
Mr. Speaker, kuna hii vitu inaitwa mulika mwizi, hizi mataa. Unapata kwingine mtu anafanya makusudi kuvandalize hiyo taa, na hiyo taa ni mojawapo ya security. Ati watu wasiongee, Mr. Speaker. Kuna maeneo ambayo Mr. Speaker hakuna hii taa ya mulika mwizi. Wenye wanahusika kudororesha usalama ndio wanahusika kuvunja hiyo mataa, ndio mataa isi wake, ndio ili wawezeshe kufanya maovu yao wakati wa usiku, Mr. Speaker. Kwa hivyo Mr. Speaker, umeleta mjadala ambao unafaa na inafaa sisi sote kama wanabunge tukae tushirikiane kwa pamoja, tujue ni jinsi gani tukiungana na serikali yetu ambayo iko hapa karibu, sote tushirikiane tujue ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na hii kitu inaitwa insecurity, Mr. Speaker. Thank you so much for bringing up this agenda on the floor. Thank you so much. God bless you.